Susan NAKHUMICHA aje pia ahutubie. Asanteni sana. Asante sana, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Masika Wetangula, Your Lordship, Bishop Emeritus, Bishop Anthony Morris Crowley, mapadri wetu, wabunge ambao wamekuja siku ya leo, MCA wetu, magavana wetu wa hapa Trans Nzoia, Gavana George Natembeya, Wakristo wote na wakaaji wa kwanza. Tumsifu Yesu Kristu daima na milele. Kama unaniona, wacha tusalimiane, wacha tusalimiane. God is good all the time. Asante sana. Your Excellency Deputy President, kwa niaba ya wakaaji na watu wa Trans Nzoia County, nataka nikushukuru sana kwa kupata muda na kuja kututembelea siku ya leo. Na kabla sijanena machache, kuna wale ambao tunafanya kazi nao, na ningependa kwanza kumrecognize dada yangu ambaye tumeweka maombi. Alikuwa ameteuliwa kama naibu ya waziri. Ako wapi Ann? Yuko hapa, Ann Shiko, ambaye ni an assistant minister kwa ofisi yako. Na kuna watu wengi ambao tunafanya nao kazi. Naibu wa Rais, kwa niaba ya hawa watu, haswa kanisa la Katoliki, nataka kusema asante. Ukikumbuka Disemba tarehe 17 tulikuwa na harambee yetu ya Diocesan Family Collection, na wewe ukanipa mchango wako wa milioni 1 nikapeleka kule St. Joseph. Wiki tena baadaye kukakuwa na mchango katika kanisa la PCA, na pia ukaleta 1 million ikapelekwa kule PCA. Na leo naibu ya rais uko hapa. Hiyo ni dhibitisho kamili ya kwamba wewe unapenda watu wa Trans Nzoia. Na sisi watu wa Trans Nzoia, we love you back, na tutaendelea kukupenda, kukushikilia mkono. Naibu wa rais, hapa ni nyumbani. Hapa kwanza nilitembea, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, wewe pamoja na rais na kupitia kwa speaker, mkanipa nafasi ya kuwa waziri wa afya. Na ninashukuru Mungu sana kwa hiyo nafasi. Naibu wa rais, katika kitengo cha afya tumeleta mabadiliko. Kama serikali pale awali walikuwa wanatarajia watu wawe wagonjwa ili wawatibu. Lakini chini yangu sasa, naibu wa rais, sisi tunataka kuhakikisha ya kwamba Wakenya hawagonjeki. Na wakigonjeka wanaweza kupata dawa, wapate wafanyikazi wa afya, wapate vifaa vya afya pale ambapo wako karibu. Nami nitaomba muda mfupi tu, naibu wa rais, kwa sababu hii wiki tunafanya public participation kwa regulations mpya za afya. So kwa dakika moja tu niulize hawa watu wa kwanza kama wangependa kukuwa na afya ama hawangependa. Mnataka afya ama hamtaki? Mnataka afya? Wacha niulize nyinyi watu wa hapa kwanza. Na najua Trans Nzoia mzima iko hapa leo. Kuna shida katika matibabu ama hakuna shida? Si shida iko? Mkienda hospitali huwa mnaandikiwa dawa, mnaambiwa mnunue kwa chemist kule nje. Mnaandikiwa. Mkienda hospitali
na umekuwa ukilipa kadi yako ya NHIF, huwa wanakuambia kwamba hiyo kadi itatumika tu kama umelazwa. Haifanyi kazi. Na nataka niulize kati yenu, kuna wale wanakuwa wagonjwa wamelipia NHIF, lakini ukifika pale unaambiwa pesa yako ya kadi imeisha, uongezewe cash. Wapo ama hawako? Muko? Naibu wa Rais, hiyo ni thibitisho ya kwamba katika mambo ya afya kulikuwa na shida. Lakini sasa mimi mtoto wenu NAKHUMICHA nimeleta suluhisho. Kitu ya kwanza, nyinyi mnajua bima ya afya wale wa mapato ya chini walikuwa wanalipa shilingi 500. Lakini sasa Rais na Naibu wa Rais wamenipatia fursa na tumepunguza hiyo kutoka shilingi 500 hadi shilingi 300. Amo kupira jimbi. Na mwechinda hii. Jambo la pili, zile sheria ambazo nimeleta za afya ni kuhakikisha ya kwamba wewe Mkenya, ile hospitali iko karibu na wewe, ukienda unapata mhudumu wa afya, unapata dawa na unapata vifaa vya kuhudumia. Niendelee ama nisiendelee? Jambo la tatu, katika hizi sheria mpya za afya, kuna watu wengi kati yetu, Naibu wa Rais, hata hiyo shilingi 300 hawawezi kupata. Si ni ukweli? Katika hizi sheria mpya kuna watu ambao hata kati yetu ni walemavu, hawafanyi kazi yoyote. Kuna watu kati yetu ambao ni wazee wakongwe, hawawezi hata hiyo 300. Serikali ya Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wanaenda kuwalipia bima ya afya. Jambo la 4, Naibu wa Rais, kila wiki katika ofisi yangu mimi upata kupitia kwa ana Mheshimiwa Ferdinand amekuja mara karibu 3 hivi kuniambia ya kwamba kuna watu kutoka hapa Kwanza walikuwa na ugonjwa wa kansa, diabetes, sukari, wamepelekwa kule Moi Teaching and Referral na wameshindwa na malipo. Sasa ananiambia tafadhali waive bili yao. Na nimeona tukiendelea kuwaive hizi hospitali zitaanguka. Ndio katika hizi sheria mpya, jambo la 4 ambalo tumefanya, wewe ikiwa uko na ugonjwa sugu, ugonjwa wa kansa, sukari, hypertension, hiyo ugonjwa ambayo inachukua muda mrefu, tumeweka fund inaitwa Emergency Chronic and Critical Illness Fund. Ukiwa na hiyo ugonjwa hautalipa chochote. Serikali ya Kenya itakushughulikia. Niendelee ama nisiendelee? Jambo la 5, Naibu wa Rais, katika hizi sheria mpya, umeona wale vijana pale wanasema linda mama, kwa sababu hao wanafanya kazi na serikali inahakikisha mama akienda kupata mtoto imemlipia. Katika hizi sheria mpya, Naibu wa Rais, hatulindi mama peke yake, tunalinda mama, tunalinda mtoto, tunalinda mwanafunzi na tunalinda mzee, tunalinda jamii katika hizi sheria mpya. Niendelee na hizo sheria ama niwache? Na watu wa Kwanza wacha niwaeleze. Hiyo mambo yote ambayo nimesema serikali inaenda kuwafanyia, tunaanza tarehe 1 mwezi wa 3. Tarehe 1 mwezi wa 3. Na la muhimu kabisa ni mimi kutafuta pesa ya kufanya hiyo mambo yote. Katika hii sheria mpya tumesema kila mtu atalipa 2.75%. Lakini kuna watu, Naibu wa Rais, wa kizungu mingi wanadanganya Wakenya, wanasema sisi tumeongeza, watakuwa wanalipa pesa mingi sana. Naibu wa Rais, katika hiyo mfumo ya 2.75%, 54% of Kenyans watakuwa wanalipa bei ya chini. Wale watu ambao watakuwa wanalipa bei nyingi ni watu kama wewe, Naibu Rais, wabunge na hawa watu ambao mmekaa kwa red carpet.
Mnataka watoe mingi ndio niwashughulikie? Mnataka watoe mingi niwashughulikie? Asante sana naibu wa rais. Mimi sina mambo mengi, nimefanya public participation. Watu wa kwanza wamesema mama na afya aendelee. Si namna hiyo? Tuendelee. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi nataka kuchukua fursa hii. Na kwaya, mliimba vizuri. Lakini mungeweka energy kidogo. Mungeweka energy kidogo ningesongesha mkono, lakini leo 50,000 kwenyu. Naibu wa rais, ningependa sasa nichukue fursa hii nimwalike gavana wetu aje atuongeleshe. Na kabla ya hiyo, naibu wa rais, wewe unajua serikali kuu hapa Trans Nzoia tulileta kits za community health promoters, tukaleta simu ziko hapa. Na pia tumepitisha tenda, tunafanya expansion ya Kenya Medical Training College, tenda ya milioni 58. Na pia naibu wa rais, kuna project kubwa kabisa inaendelea pale Matisi, inaitwa Tomboya. Hiyo yote ililetwa na pesa kutoka kwa Kenya Support